Kati akikimbia kwa ajili ya kuokoa maisha yake, kijana huyo aligonga kwa bahati mbaya mmonari mdogo. Kwa sababu ya mwendo, wawili hao walibusiana. Watu waliongea kwa macho ya wivu, lakini wavulana hao wawili walichukizana Wakati huo, kundi la walanguzi wa watu lilikuwa likiendesha gari likiwafuata. Lengo lao lilikuwa kijana tajiri aliyekuwa akikimbia tu. Akigundua hatari, kijana huyo alimsukuma yule mmonari mdogo mbali na akakimbia, lakini mfuko wa mmonari mdogo ulikuwa umeanguka mgongoni mwa kijana huyo. Kwa hivyo mmonari mdogo pia alijiunga na kumfuatilia kijana huyo. Baada ya kumfuatilia, aliomba mfuko wake kutoka kwa kijana huyo, lakini kundi la walanguzi wa watu lilikuwa likiendesha gari likiwafuata. Wakiona kwamba walikuwa karibu kugongwa na gari, kijana huyo alimvuta haraka mmonari mdogo nje ya njia. Mmonari mdogo hatimaye alipata mfuko wake, lakini kijana huyo alikamatwa na walanguzi wa watu na kuvutwa ndani ya gari. Walikuwa karibu kuendesha gari kurudi kwenye kituo chao cha nguvu, lakini gari halikuweza kusonga hata walivyojaribu. Ikawa kwamba mmonari mdogo alikuwa akishika gari nyuma kwa mkono mmoja. Walanguzi wa watu walikasirika, walilazimika kumkamata pia. Muda mfupi baadaye, wavulana hao wawili walichukuliwa kwenye eneo la biashara. Mikono yao na miguu ilifungwa na kuacha hawawezi kusonga. Kwa bahati, kijana huyo alikuwa na kisu kidogo. Akitumia fursa ya walanguzi wa watu kutojali, alikata kamba kujiokoa. Alikuwa karibu kujivunia kwa mmonari mdogo, lakini hakujua kwamba mmonari mdogo alikuwa amejifunza michezo ya kunguru toto. Shida ndogo kama hiyo haikuweza kumzuia. Kisha wakaanza kutafuta mwendo wa kutoka. Mazingira yakawa ya msongo, lakini kile mmonari mdogo alichojali ilikuwa tumbo lake tupu. Alitoa figili kutoka kwenye mfuko wake na kula kwa raha. Upande mwingine, walanguzi wa watu walikuwa wakiwatafuta kila mahali. Kijana huyo akiwa na hofu alitaka kuomba msaada kutoka kwa mmonari mdogo, lakini aliacha wakati alikumbuka busu la awali. Wakati huo, mmonari mdogo alitoa shuzi kwa bahati mbaya wakati ya kila figili. Sauti hiyo iliwavutia walanguzi wa watu. Mwishowe, aliwaleta mbele ya bosi wao. Walilazimika kulipa dola milioni 1 kuondoka. Kwa hivyo, mmonari mdogo alimpa dola 10 tu aliyokuwa nayo. Kitendo hiki kilikasirisha kabisa walanguzi wa watu. Wakati huo, kijana huyo alitumia simu aliyoiba kupiga simu ya kushangaza. Sekunde inayofuata, mtunza wake wa kike alifika kwa pikipiki kumwokoa. Baada ya kuhakikisha kijana huyo yuko salama, alilipa fidia kwa walanguzi wa watu. Walanguzi wa watu kisha wakaondoka na pesa kuhusu mmonari mdogo.